hiyo kesi mimi nimemaliza kwa sababu nimeshuhudia. Haiwezekani kwa Mungu. Wewe alikuumba, anajua jana usiku ulifanya nini, hakuna mtu yote aliona. Lakini siku ya kiyama yeye ndo atakupa kitabu, atakuonyesha kwamba alifanya siku hiyo. Yeye ameshuhudia kushuhudia. Amekuwa shahidi, hajakuwa shahidi. Mwalimu yangu vipi wewe? Mwalimu 3:18 Qur'an. Usomee, sikiza maneno. Una hatari sana ndugu yangu. Amechukua mahakama yake vile iko. Jaji haiwezi kusimama kizimbani kama shahidi. Haiwezekani, akachukua wahai uko hivyo. Mwenyezi Mungu sio hivyo. Mwenyezi Mungu potea bure. Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kwamba nini? Hakuna aabudiwaye kwa haki ila yeye tu. Na malaika na wenye elimu wote wameshuhudia hayo. Yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Haya mpe. Haya umesikia? Nimesikia, lakini subiri. Sawa, maana hiyo ndio tiba yako. Sawa? Haya nianzaje? Ona nipeleka polisi. Haya kule tatizo hapa, Mungu anajishuhudia. Subiri. Sawa, wote kunielewa hapa, Mungu anajishuhudia. Mimi nataka Mungu aseme sisi Mungu nasi tumekutuma. Haya msikize chama. Sasa mimi kwa nataka hawa nasi ama nisomee. Mbona unatoroka baki? Atoroki. Sawa. Atoroki. Ninashangaa kwa nafikiri watoroka. Mimi nakuja kusomea. Anjo. Kama hata kama mtakuwa kwa hakuna shida. Kuna hatari kubwa sana nani itwaje? Jera, sio? Rogers. Brother, unajua kuna kitu kimoja ambacho maskini kinakutatiza kwa sababu kuna pini ambao umepigwa, hiyo pini ndio ambao unaitumia, hutaki kuifungua akili yako. Hii ndio shida. Sasa sikiza. Mwanzo swali, aya ambao umeitoa 4:79 ni aya iko ndani ya kitabu gani? Siko kwa Qur'ani. Sasa utasijui na vitu siko kwa kusema niko kwa Qur'ani. Yaani hapa sema mingi hapa kwa mambo unaondoa stress. Mimi sina stress. Sasa tulia. Yananizungusha na time inaenda, mnataka kusubiri. Mimi ndio naenda hapo. Sasa kuzungusha wapi? Anayeongea katika Qur'ani ni nani? Anayeongea ni Muhammad. Kwani kitabu hiki si Muhammad ndiye ameandika? Andiko kwamba anayeongea ni Muhammad. Huko unaenda sitaki. Subiri. Mimi nataka niambie. Ayampe huyu. Waliomtuma. Ayampe huyu. Yawe mtume ni sawa. Mpe huyu. Kwa nasi ni kina nani? Sawa. Ama nilete mfano. Asuli hakuna mfano wote ambao utatoa. Wewe ukisema kwamba maana imani ni kwamba Qur'ani ni kitabu cha Allah. Kutoka juzi tunazungumza. Mungu kateremsha vitabu vingapi? 4. Taurati, Zaburi na Injili na Qur'ani. Kwa maneno yanazungumzwa ndani ya Qur'ani ni ya nani? Ni ya Mungu. Na yeye Mungu na anasema nasi. Alafu akatoa kwamba yeye ni shahidi. Wewe unataka kumfanya nasi ni mwingine. Sasa umesema kwamba anazungumza ni Muhammad. Ina maana mwanzo lazima tukutibu kwenye kujua kwamba yanazungumzwa na nani hayo maneno, ndio tukutafutie nasi ni nani. Huo ndio daktari ambao tuko nao. Unanielewa vizuri? Kwa sababu una matatizo ya problem. Yule unanielewa? Ndani ya Qur'ani anayesema ni Mungu sio Muhammad. Hata anzia hapo juu mwalimu. Anzia hiyo 78 hapo. Haraka. 4:78. Ni hapo nyuma yake tu aya. Inasema popote mlipo mauti yatakufikeni. Na hata mkiwa katika ngome madhubuti. Endelea. Na kama ukiwafikia wema wale wanafiki na makafiri wanasema nini? Huu umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Na ukiwafikia uovu usema nini? Huu umesababika kwa ajili yako wewe Muhammad. Sema, subiri kidogo. Mpe maiki. Karibu. Unajua kuna neno linaitwa hifadhi. Huyu anaongea anamwambia hao makafiri na wanafiki wakipatwa ni wema wanasema anatoka kwa Mungu, lakini ukipatwa na uovu wanasema umetoka kwako wewe Muhammad. Huyu anasema wewe Muhammad ni nani?
lazima mimi unijibu. Ni Mungu. Takbir. Mpe maiki atanielewa tu pole pole, nenda naye taratibu. Endelea na aya. Endelea kusema nini? Yote yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Hayo yote yote yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Endelea. Basi wamekuwaje watu hawa? Sasa Mungu anamwambia Muhammad, sasa sema kwamba hayo yote yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wamekuwaje watu hawa? Hawawezi fahamu maneno. Hawafahamu maneno. Bado kuna kauli ya Mungu anamwambia Muhammad endelee kusema. Endelea. Aseme nini? Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Bado maneno ambayo Mungu anamwambia Muhammad aseme, naendelea asema, sema Muhammad, wema uliokufikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu, na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako. Na ubaya uliokufikia umetoka nafsini mwako. Maneno haya anaambiwa Muhammad awaambie wale makafiri na wanafiki. Sasa Mungu akatoa ujumbe wake. Sasa endelea. Nasi sasa Mungu anasema sasa, nasi tumekupeleka kwa watu. Uwe mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Asante. Hapahitajiwi shahidi mwingine. Sasa hapo nataka kufundisha kitu kimoja, kisha twende kwa shahidi. Mwanzo tumembata nasi ni yule ambaye alikuwa anamwambia Muhammad kwamba sema. Huyo ndio nasi, kwa sababu ndiye alikuwa anaendelea kufanyaje? Kuongea. Na Mungu akasema nasi, na tumeafikiana kwamba neno nasi ule ni wingi wa kujisifu, kujikweza, na Mungu amejisifu hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Zaburi 154, sifa hiyo utaelewa tu, na tulazimishi wewe uelewe, tutakao wengine wafanyaje? Waelewe. Yana majibu yake. Wewe umekuja na majibu yako, lakini tunataka watu wengine waelewe kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Mungu ana uwezo wa kujisifu anavyotaka. Licha hiyo tena, katika lugha ya Kiswahili hapa Wagiriama mupo, wakati ukimwambia mkweo karibu ni mama, huwa ni wangapi? Mmoja. Si huwa ni mmoja. Kwa hivyo ni kumsifu, ni kumpa, kumkweza, kumtukuza. Vipi? Sasa kama kuna kumsifu mtu ambaye ni mkweo, yeye Mungu anasemaje katika kujisifu? Twende mwalimu. Inasema msifuni kwa tuanze moja kwa moja. 151. Haleluya. Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Hiyo ni amri, na yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe anajisifu kwa wingi mahali popote ndani ya Biblia na ndani ya Qur'an, anajisifu kwa wingi. Kwenye Biblia ukisoma katika Mwanzo 26 akasema, inasema Mungu akasema, Mungu sio waka, ina maana bado ni mmoja, na tufanye mtu. Akatumia wingi, na tufanye mtu. Kwani akisema na tufanye mtu, ina maana Mungu pale amejikweza kwamba ni wengi? Ni sifa ya wingi wa sifa zake, utukufu wake. Sasa Mungu anasema nasi tumekutuma, tumekupeleka uwe mtume kwa watu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Hayo maneno anaambiwa Muhammad awaambie. Sasa swali, mbona anasema na Mwenyezi Mungu awe shahidi? Hapo ndio mahali utakana ustiki tukutafutie tunapoenda mahakamani. Anayeleta ushahidi ni yule ambaye amekuja akashuhudia, ama wa kwanza ni yule aliyepeleka mashtaka? Unapopeleka mashtaka mahali, ni lazima uwe kuna umejibeba, bana, huyu nimemshika na mke wangu. Ulimshikaje? Unatoa ushahidi, kisha unaulizwa nani mwingine kashuhudia. Yani watu, yani mkienda kuchoma, mnaenda kuchoma bure. Mungu anafaa atoe ushahidi yeye mwenyewe, anatosha. Ndio maana aya ikasema mwisho, hapahitajiki ushahidi wa mwingine. Mpe maiki, ameelewa tu, wacha yake magugu.
Hapo bado sijaelewa. Wala si lazima uelewe. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu una majibu ambayo uko nayo katika mfuko. Mimi nimekupa time ukaongea, lakini ninapofika swala la mimi naongea. Unaingilia. Haya, ongea. Wewe umesema watu wako hapo wanatusikiliza. Ndio wanataka kujua. Sawa, ongea. Ona, iko hivi, nasi tumekutuma uwe mtume kwa watu wote, na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Mwenyezi Mungu tayari amejitoa katika nasi, yuko pembeni, yeye yuko kama shahidi. Sawa, kama unasema nasi ni wingi wa Mwenyezi Mungu, nisomee Qur'ani 72 kuanzia 1 mpaka 14. Tujue hiyo nasi. Hatari sana. Ilikuwa ni yasimama sehemu moja. Hata sisi hapa tuko nasi. Sana kubwa sana. Ameelewa. Sasa anasema twende katika sura ya 72, Suratul Jinn, msomee. Na huko anapoenda ndio anaenda kulitia kwenye mabano mahali pabaya kabisa. Ana hatari sana kijana. Yaani kule anapoenda nishamwelea anapoenda. Wacha sasa aingie. Haya, nimefika 72. Haya ngapi? Kuanzia ya kwanza kabisa. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, ndio inaongoza katika uongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yoyote tena na Mola wetu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu katika hao majini, walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Nasi tulikuwa tukidhani ya kuwa watu na majini hawatasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Anaomba maiki. Haya, ukiwa na jini nitakutoa hapa. Turudi hapo 6. Yaani ukisema nasi unasema ni Mwenyezi Mungu. Nataka hii nasi hii ya majini iseme ya kwamba pia naye ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii nasi ni majini ndio anasema tuliamini nasi tukasilimu. Sasa nataka kujua hiyo nasi yenye ulikuwa umetoroka kule na hii nasi hii tofauti iko wapi? Unataka tofauti iko wapi? Tofauti iko wapi? Swali zuri baba. Zuri sana. Swali zuri sana. Unaona, ilikuwa nafikiri unasema hii nasi hapa pia itakuwa ni Mungu. Nilikuwa na kushangaa. Lakini kumbe umeelewa kwamba hiyo nasi ya hapo ni ya majini, sio ya Mungu. Kwa sababu lugha kila mmoja anaitumia. Lugha ambayo tunaitumia sisi na Mungu ametufundisha tutumie hiyo lugha, akiitumia katika kutufundisha. Sasa anauliza hiyo nasi ya hapa na ile tofauti yake ni gani? Tofauti yake ni hii. Anza. Sikiza vizuri. Hatari sana watu. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Subiri kidogo bwana, mpe maiki. Karibu. Ngoja tunaenda taratibu. Sema, aya inaanza kusema sema. Katika ufahamu wa Qur'ani, huyu anayesema sema ni nani? Mmeanza mkisema ni Mungu. Sisi. Wewe unasema ni nani? Kwa sababu gani? Ingekuwa ni Mungu angesema Mungu ninasema. Haya mpe. Uko sawa mpe. Ni kweli mpe. Mimi nataka kusema hivi. Wewe umeniuliza swali nataka nijibu, nataka kusema nini tena? Si unapewa maiki. Mimi nimepewa, nimesema upewe maiki, niko hoji kitu kushinda na kurekebisha maiki. Mimi nimesema hivi. Mimi nimesema nasi kule ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kumaanisha pia mimi nikisema hawa nasi ni Mwenyezi Mungu nitakuwa nimekosea? Ndio hapo ndio nakufundisha sasa. Ndio unakosolewa hivyo. Unakosolewa hivyo vipi? Ile nasi ya kule nimekuanzia aya ya nyuma. Mungu kakuuliza anayesema kumwambia Muhammad ni nani? Amejibu na tumerekodi hapa. Sawa? Ukasema ni Mungu ama tumemjilia. Alafu Mungu akaendelea kueleza mpaka akasema nasi tumekutuma. Kwa hiyo ikaonekana kwamba aliyesema nasi pale ni nani? Ni Mungu. Sasa hapa ionyeshe kwamba je, anayesema ni Mungu au ni majini wanaeleza? Anza mwanzo sasa. Huyu vipi? Tumalize ile andiko mwalimu. Sema. Mungu
Mungu anasema kumwambia Muhammad, sema. Aseme nini? Hajui ni nani anasema hivyo. Aseme nini? Imefunuliwa kwangu. Yani anaambiwa Muhammad, anapewa maneno sasa aseme. Sema kwamba imefunuliwa kwangu mimi Muhammad ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Tena ilikuwa Muhammad mwenyewe anasoma Qur'ani. Kumbe jini linapita, kundi la majini linapita, yeye hajui, hawaoni. Wakasikia Qur'ani inasoma, wakasemaje? Hakika hiyo pointi hapo nyuma mwalimu. Wakasema likasema. Sasa hiyo nasi likasema, Mungu anaeleza kuhusu majini. Hao majini kwamba walisikiza Qur'ani kisha wakasema. Kuanzia hapo wakasema, inapata kupatikana habari sasa ya yale walioyasema hao majini. Yaani hapa wewe kama hutoelewa, basi akili yako imeingia mafuta. Walisema nini majini sasa? Tupate habari sasa. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. La kwanza walisema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Wanaendelea kusema inaongoza katika uongofu. Mambo ya Qur'ani inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Tena wakasema majini, kwa hivyo tumeiamini hiyo Qur'ani, wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Wakasema sasa hatutafanya tena ushirikina majini. Na kwa hakika hatutamshirikisha. Ndio hiyo. Kwa nini ushirikina na kushirikisha? Yani haliutafanya. Huu ni Kiswahili wa wapi? Ukiwa Mkristo hata Kiswahili pia shida. Hebu endelea mwalimu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Tena wakasema tena majini, hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Kumbe majini walikuwa wanajua kwamba Mungu ana mtoto na ana mke. Sasa waliposikia Qur'ani wanasema hii Qur'ani ni ajabu. Tena tumemwamini Mwenyezi Mungu, hatutafanya tena ushirikina, hatutamshirikisha tena Mwenyezi Mungu. Lakini tumejua kwamba Mungu hana mke wala mwana. Na ndio imani ya jamaa zetu. Kabla tusonge tumalizie aya tufike kwenye nasi. Je, majini walikuwa na imani hiyo? Marko 3:11. Utaiachaje hiyo? Hatari. Na iachaje hiyo kwa mfano? Hatari, sikiza imani ya majini. Imani ya majini hiyo sasa. Na uchunge sije kawa ni yako. Sasa. Inasema 11. 3:11 inasema na pepo wachafu kila walipomwona Yesu. Pepo wachafu ni majini wachafu, majini waovu. Kila walipokuwa wakimwona Yesu walianguka mbele yake. Wakasema nini? Wakalia wakisema, wewe Yesu ndiwe mwana wa Mungu. Kumbe pepo wachafu imani yao walikuwa nasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Rogers anasema Yesu ni mwana wa nani? Ndio imani yake. Si ndio hiyo? Sasa walipoona wale wachafu wanaona kumbe Qur'ani maneno ya ajabu. Si ndio baadaye wakaona kwamba afadhali tuachane na imani, wakawachia hawa. Wengine wakabaki nayo. Bado kuna wengine bado wana hiyo imani mpaka leo. Endelea mwalimu. Alafu ya imani ujue, hapa nazungumza nikijua kuna ndugu zangu hapa katika Mijikenda wanajua kwa waganga washirikina wana imani kwamba kuna Mulungu na mwana Mulungu na nguo zake maalumu ambazo ni za kishirikina, ziko color blue. Alafu mtu ana mtoto wa ndonga, mwana wa ndonga. Hiyo ni imani ya kishetani tangu zamani. Waganga washirikina na Wakristo bado wana hiyo imani pia. Hiyo bado hakuna tofauti. Endelea mwalimu, malizia sasa. Haya, kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu. Majini wakasema kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Yesu alikuwa anasema Mungu ana mtoto, kumbe maneno ya kupindukia mipaka. Endelea. Nasi sasa majini wanasema nasi. Hii hapa inaonyesha wazi kabisa kwamba majini ndio wanaosema, lakini kule tumeafikiana mimi na Rogers kwamba maneno hayo anayozungumza ni Mungu anamwambia Muhammad, ndio akasema nasi tumekutuma. Hiyo ndio tofauti na hakuna tofauti nyingine. Yamezoea bandika bandua. Subiri kidogo, simpe maiki, nitakwambia umpe. Waislamu wametujuane tuko ngapi? Wale wanataka nitoe maiki. Waislamu walioko katika hilo. Takbir. Sote shusha. Wakristo na mwani wao ni ndugu zangu katika binadamu ambao wako katika eneo tuona. Elekeza hivi. Asante sana brother pale na muona. Wafanye
wengine wataka kunyosha kule bro pale. Karibuni sana. Kitu cha kusikitisha ni kwamba mkutano tunaanza mapema sana, lakini mabradha mnakuja kuchelewa, mnakosa faida nyingi sana. Na hapa ni mkutano wa kufundishana. Ukiwa na swali uulize, na sisi pia kama tuna swali tukuulize. Lengo ni kufundishana tu, hakuna kitu kingine. Wewe ukifika wewe kuna vitu ambavyo vitafunguka kwenye akili yako. Imeangusha wapi? Soja. Sawa. Haya, pia kama kuna mtu aliyepoteza ufunguo umeletwa hapa jana, kuna ufunguo wake tumeletewa hapa. Kama kuna mtu ambaye alipoteza ufunguo wake huko hapa. Bado sijajibiwa mimi. Yesu nani wote ni wale walizokuja ama Qur'an wote wakamaliza kazi yao hivyo ndio wakapata zile nusu walipata wale wengine wakapata zile baraka waliopata ni sio jambo moja. Sisi ambao ni timu ambayo tunaendelea sasa ambao tuko wai na tunaweza kumoza na tunaweza na kufa sahihi nenda pale pia za kofi ile nyekundu hapa. Kwa hiyo sana hiyo simu hapo juu leo kuna chekundu. Waalaikum salaam. Wale wengine ndugu yangu mimi natamani wao ndio waongee pale kwa